asiwe Muislamu, lakini mradi mzazi wako ni mzazi wako, wote uzuri uliokuwa nao, elimu yako yote ulionayo imetoka kwa yule mlezi, imetoka kwa yule mtu mwizi. Maadamu ni mzazi wako, ni mwizi kwa wengine, ni mlezi kwa wengine, ni mbaya kwa wengine, kwako wewe ni mchafu kwa wengine. Kwako wewe ukimuona unamfanya mama, utafuta radhi zake na ubaya wake, kutengeneza dunia yako na kutengeneza akhera yako. Bila ya hivyo, watu wengine wanamwita mlezi na wewe ukashirikiana nao, mtu mbaya, wengine mchawi na wewe ukashirikiana nao, umekwisha. Unataka kuishi, ni lazima ujitahidi sana kumtambua. Bwana Mtume anasema huma jannatuka wa naru, wazazi wako ndio pepo yako hiyo hiyo, na ndio moto wako huo. Ndio nakaribisha wageni. Nafahamu? Wazazi wako ndio pepo yako hiyo hiyo, na ndio moto wako huo huo. Kaa nao kwa vema, unatengeneza pepo yako. Ukikaa nao kwa vibaya, ushaharibu pepo yako, unajiandalia kwenda motoni moja kwa moja. Na hata kama utaombiwa dua, utafanyiwa nini, wazee wako wakishakadhibika na wewe, na sio lazima wote, mmoja wapo katika wao, basi unaharibikiwa na yako yote uliokuwa nayo. Kama una elimu inatoka, ni mtu ulikuwa na heshima yako inatoka, ulikuwa ni mtu maarufu unatoka, ulikuwa ni mtu una mali zako unatoka, kila ulichokuwa nacho kinatoka. Unabaki wewe ni mtu si mtu, unangoja kufa tu ndio kutoka. Kwa hivyo sasa, jambo ambalo ni kubwa sana la mbele kabisa la kuweza kulishughulikia ili kutafuta radhi na kutafuta mafanikio katika maisha yetu ni kujitahidi sana kukaa na wazazi wako kwa vizuri. Hilo la mbele kabisa litakusaidia katika maisha yako ya dunia. Ukipata jali linakuwa noti, udongo unakuwa fedha, kwa sababu ya kupata radhi zao. Na ikiwa huna radhi zao, basi ujue umo ndani ya mashaka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuongoza na kutuelekeza umuhimu wa wazazi, amesema ridha rabb fi ridha alwalidain wa sakhatu rabb fi sakhatu alwalidain. Radhi za wazazi wawili, radhi za Mwenyezi Mungu, radhi za Mwenyezi Mungu ziko katika radhi za wazazi wawili. Wazazi wawili wakiwa radhi juu yako, na Mwenyezi Mungu anakuwa radhi juu yako. Na ghadhabu za Mwenyezi Mungu ziko katika ghadhabu za wazazi wawili. Wazazi wakiwa na ghadhabu juu yako, wamechukiwa juu yako, na Mwenyezi Mungu adhabu zake zinakuwa juu yako. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo muhimu sana, na mafanikio yetu yote inahitaji tuyatambue kwamba yako katika mikono ya wazazi wawili. Mzazi wako mweke mbele yako, wala usimweke nyuma ya mgongo wako. Na basi ikiwa unakaa naye pamoja, ujitahidi sana kuwa karibu naye. Unatoka nje ya nyumba, unamwaga baba au mama, unatoka na kwenda mahala fulani kwa vizuri na adabu. Jitahidi kurudi mapema. Jema, je baba, hakuna amri yoyote au jambo lolote ambalo utanituma au unataka kunituma hivi sasa? Mwanangu nenda, hapana neno. Alhamdulillah, unakwenda kwa furaha na kuna wasiwasi. Na mathalan kama ana jambo akakutuma, kazi zako zote nyingine ziwache, shughulikia jambo analokutuma. Utakuwa ni katika watu walioshereheka, watu walioneemeka duniani na akhera. Katika hali namna hiyo,
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuongoza, kama unamuona mzazi wako mara moja kwa furaha, unamwamkia kwa furaha, unazungumza naye kwa furaha, sawa na mtu aliyekwenda hija na hija yake ikakubaliwa, thawabu unazopewa na Mwenyezi Mungu. Je, baba hujambo? Sijambo. Nimekuja kukuamkia tu, mwanangu, alhamdulillah, nashukuru kuja kuniamkia na kunitazama. Je, kuna shida? Hivi sasa sina shida. Maana mimi nilikuwa nafikiri nitoke, nimekuja kukuangalia, labda pengine unataka kunituma, kuna jambo la dharura la haraka. Mwanangu, hapana chochote, nenda zako na unaporudi tutaonana. Sasa ile mazungumzo machache ya furaha, ushakwenda hija na hija yako ikubaliwa. Hata ukifanya hivyo mara 100, kuto unaonana naye mara 100 kwa namna hiyo, ushapata hija 100 kuto moja. Kinyume na mtu kukaa na wazazi wake kutwa nzima hajamuona, wala hana haja kwenda kumtazama wala kumshughulikia. Allahu akbar, astaghfirullah. Mashaka yaliyoje kwa mtu kama huyo ambaye anakaa na neema, anakaa na pepo yake, na asitambue kwamba hii ndio pepo, nishughulikie kwa kuwa ni pepo, akawa anajitenga naye, anamkimbia kimbia, pengine anamuona ni kizee sana, na pengine ananukanuka, anamuona kidogo. Wewe ni kazi yako kumfulia nguo, kazi yako ni kumtengeneza, kumshughulikia ule mzee wako kadiri alivyo. Kitanda chako unachokilala na godoro zuri, basi wewe ndio pakumpisha yeye. Weka tafuta pale chini kitanda cha mayowe, unaenda ukalale kwenye kitanda cha mayowe. Unamwacha baba yako, mama yako alale kwenye kitanda cha mayowe, wewe unalala kwenye godoro. Kwa nini? Hii ni hatari, lakini sasa watu wengi hawatambui. Katika kufahamisheni, dini ya Kiislamu ina nguzo 5, na kuna tena amri nyingine nyingi kabisa kubwa kubwa, lakini ziko nguzo 5. Lakini Bwana Mtume anasema hivi: birrul walidaini, birrul walidaini afdalu min as-salati was-sadaqa was-sawm wal-hajj والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. Kuwafanyia wema, washughulikia wazazi wako kwa wema, basi ni bora mno ile ibada ya kuwashughulikia wazazi wako kuliko kusali. Allahu akbar. Unasali ukaona mimi ninafanya ibada kubwa, ibada yako hiyo ya sala iko chini ya ibada ya kuwashughulikia wazazi wako. Ibada ya kutoa zaka iko chini ya ibada ya kuwashughulikia kwa wema wazazi wako. Ibada ya kufunga Ramadhani iko chini ya ibada ya kuwashughulikia wazazi wako. Ibada ya kwenda hija iko chini kuliko ile ibada ya kuwashughulikia wazazi wako. Ile ibada ya kuwashughulikia wazazi iko juu kuliko nguzo 4: nguzo ya sala, nguzo ya kutoa zaka, nguzo ya Ramadhani na nguzo ya hija. Basi tena hata kwenda kupigana jihadi kwa ajili ya kuitetea na kuisimamisha dini ya Mwenyezi Mungu. Jambo la wazazi ni kubwa kama nguzo hizi 4, nguzo 4 za dini, lakini zote ni ndogo. Kule kuwashughulikia wazazi kuko juu. Utalinganishaje wazazi, ule uzito wao kwako? Usije ukawa unasali mathalan kama hapa unasali, ukamsikia mama yako kule nje anakuita, uko tena pengine katika rakaa ya 3 au rakaa ya 4. Unasali uko katika rakaa ya 3 au ya 4, lasiri unamsikia na sauti ukaitambua ni ya mama yako. Alijua yupo hapa, na mtafuta mwanangu, ukajua kama ni mama yako.